Yes, karibu Dalton Design. Karibu sana kwenye channel yetu, tuendelee kujifunza vitu vingi sana vizuri kuhusu graphics and design. Na leo nimekuandalia kitu kipya kabisa, nimekuandalia session ya kutengeneza poster ya Sabasaba. So tutaanza wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa poster yetu ya Sabasaba. So kutokana na theme ya kampuni ni inahusu masuala ya uuzaji wa pikipiki za umeme na magari bajaji. So nitachukua idea ya pikipiki ambayo ipo barabarani and then nitatumia location ya Sabasaba. So nitatumia AI kugenerate picha ambayo tayari nimesha generate picha. So nitakwenda kutumia picha yangu hii kwenye design yetu. So cha kufanya hapo, nitakuja kwenye artboard yangu and then nitakwenda kwenye file, nita open ile picha ya ambayo nimesha generate tayari, ambayo nitaitumia. Kwa nitakuja kwenye open and then nitakuja kwenye downloads then nitachagua picha yangu ambayo nitaitumia. Nitachagua picha nzuri zaidi, nadhani hapa itakuwa nzuri zaidi. Kwa nitabinya, nitai open and then nataka ni edit kabisa hapa ili kwa sababu isisumbui mbele. Kwa hii ni location ya Sabasaba na hii hapa ni pikipiki ambazo ndo zinauzwa. Kwa nitai unlock and then nitai edit kwenye filter, camera raw filter, and then nita adjust light, blacks, saturation ili kuweka picha yangu iwe sawa. Nita enhance hapo kuendana na picha yangu ilivyo na kitu ninachokitaka, and then nita click OK. Pia nataka tuondoe background ya hii picha na bendera full sky by kivyake. So ngoja tuta remove sky. Kwa na copy picha yangu nitaipeleka kwenye artboard yangu hapa. Kwa nitaileta picha hapa, nitaipaste hii shadow, nitahide kwanza, nitaiadjust hapo picha yangu mpaka ifit. Hii pia ni namna rahisi ya kutengeneza pictures au kutengeneza posters kutumia picha ya AI. AI inakupa full idea, kwa una generate idea ulionayo and then AI inakutengenezea picha kutokana na idea yako. Wewe unatengeneza design kwa kuweka maneno na kupangilia content zako. So AI na imerahisisha kwa namna hiyo. So kama ni designer bado hautumii AI, inasaidia sana. Kutumia AI itakuwa ni vizuri sana kwenye urahisi wa kutengeneza kazi zako. And so baada ya hapo nitakuja kwenye, nataka to remove sky. So nita replace sky. Tutakuja kwenye edit, sky replacement hapa, tuta click kwa, tutachagua option, tutasubiri kwanza imalize kuselect hapo sky. So hapa tutachagua sky yetu iweje. Kwa nitakuja tu kwenye option ya kuchagua, nataka daylight sky. So nitachukua bei hapa hii hapa iko sana naitaka, and then nitafanya adjustment kidogo, brightness nitaongeza, nataka ing'ae kwa sababu ni mchana wa jua.
Okay. Then edge nita shift kidogo alafu nitabenya okay. So nimeshapata layer ya sky. Kwa nitakuja kuandika maneno yangu hapa alafu layer nishushe chini ili futa iwe juu. So nitaishusha chini mpaka hapa, futa yangu imepanda juu hapo. So huku nataka sabasaba area isipokuwa sabasaba ikae nyuma ya hizo bendera. Kwa nita Control T, nitaitransform kidogo hapo, alafu nitaandika text sabasaba sabasaba. Tutakuja kwenye properties hapa, tutabadilisha rangi haionekani kwa sababu ni nafikiri ni white, so nitachange color. Still haionekani kwa sababu layer ipo chini ya layer ya sky, so nitaipandisha juu kabisa ili ionekane kama hivyo, then nitai-adjust ukubwa iwe kubwa kidogo ionekane kama hivyo, and then nataka ikae chini hapa ili ikae chini ya sky. Naona kama haionekani vizuri, so tutashusha chini ili haionekani. Cha kufanya hapa nitaselect hizi bendera na ili banda na ili haya mabanda manual ili nipate background. So nitakuja kwenye selection tool, nitachukua tool hii hapa, hii inaitwa object selection tool. Kwa hiyo select object, kwa hiyo nitagusa hii, nitaichorea mpaka hapa. So tutasubiri hapo select. Nataka hizo bendera zijiselect. Kwa nitabinya Control Alt R ili ku refine image. Kama kuna sehemu ambayo haijaselect vizuri, and then tutaifix. So unaona imeselect pia, so nita shift edge kidogo ili kuondoa ukungu pembeni, and then nataka ya new layer ije layer mpya. No, nifanye selection tu alafu then tuta Control J. Tukisha Control J iko hapa, tuna layer mbili ya background na mbele. Kwa hiyo itachukua ile neno langu text la sabasaba, sabasaba itaishusha hapa katikati, alafu ya sky nitaizima. So alafu nitaitransform, nitaiweka kidogo naangalia namna ya kurekebisha picha hapa. Natamani ishuke chini zaidi, so nitashika layer zote mbili, picha ya kwanza na picha ya pili, and then nitazishusha chini kidogo, pikipiki ionekane kidogo, hapo hapo. So nitafuta ile yangu ya chini, nitafuta ili
nipate nafasi ya kuweka maneno yangu yote, nataka Sabasaba na heri Sabasaba ikae hapa. So nitachukua clipping mask, create clipping mask and then nitachukua brush. Sitaki iftike sana, so nitapunguza size, nitapunguza flow, nitaweka maybe 10. So baada ya hapo nita blush kwenye anga, kwenye sky yangu nita blush hapa. Inabidi nifute mstari usionekane kabisa huu mweupe na anga hapa, kwa nita blush chini hapa, nita blush hapa. Okay, kwa unaona hapa imekaa sawa. Kwa nitachukua neno langu Sabasaba nitalishusha chini, yani kwa nataka likae namna hiyo. So tutatafuta fonti ya Sabasaba, fonti nafikiri naweza nikatumia hii hapa, so nitaiweka hapa Sabasaba, alafu nitabadilisha color niweke, nitapick kijani hapo, and then nitachukua text nitaandika kwa herufi ndogo, nitapunguza size ya maneno, afu tutaandika heri ya sikukuu ya Sabasaba, heri ya sikukuu ya, and then nita adjust, nitaweka center, nita align center, na hii Sabasaba pia nita align center, and then nitashusha kidogo yaingie ndani. So hii Sabasaba pia hii ya heri iko chini. So nitatafuta alignment nzuri ya maneno yangu hapa. Nafikiri imekaa sawa, lakini napenda kuwa na option nyingi zaidi, so napenda kufanya option nyingine ambayo nimepata idea yake kichwani. So nitai duplicate artboard and then nibadilishe upande mmoja and then upande mwingine ubaki kama ulivyokuwa mwanzo. So nichukue Sabasaba nitaishusha chini hapa ziwe 2, alafu nitakuja hapa nitaweka auto kwenye arrangement, nitaangalia the way hivyo bado haijakaa, au niandike 7 and then may transform, alafu niweke hapa hii heri ya sikukuu niweke pembeni, and then tuiduplicate 7 hii, alafu nyingine ikae chini yake hapa, alafu ipande juu, alafu tuweke stroke. Nitawekea stroke nitaweka color, sio gradient color, alafu nichagua nitaweka stroke la mathalan 18, alafu color nitaweka white, no turudi kwenye stroke setting hapa. So nitaweka white kama hivyo, alafu nitabenya okay, alafu nitaisogeza hapa
Hii nitaipatisha juu kidogo, so logo yangu itakaa hapo, and then nitaandika heri ya sikukuu ya Sabasaba. Nitabadilisha fonti, nitaweka Montserrat, search Montserrat hapa, nita click and then nitaandika heri ya sikukuu ya Sabasaba. Nitaiweka hapa, so nadhani na sound good. Hii nitaitransform kidogo, maana fonti iwe ndogo kidogo, alafu nitaipandisha hapo. Pia hii nitawekea size ni 59, so nitaandika 59 size. Wow, nime 59 okay, 159, so ilikuwa nimekosea. Nitaandika 159 size and then nitaweka okay, alafu nitaipandisha, nitaweka hapa juu. Alafu hii neno heri ya sikukuu ya Sabasaba nitaishusha kidogo urefu chini na juu. Pia nimeshusha sana, nitarudisha kidogo. Pia nitaipunguza size kidogo, yes, kama hivyo. Nitaweka hapa, alafu nitabadilisha rangi, nitaweka rangi ya pili ya logo ambayo ni kama chungwa, carrot, and then nitaishusha pia zishikane kidogo, mathalan hapo itabidi okay, and then nitaiweka hapo hivyo, heri ya sikukuu ya Sabasaba. Nadhani hapo imekaa poa. So kitu kingine hapo cha kuweka, nitaweka, so ukikompare hizi posta mbili, ni posta ambazo ni simple, alafu creativity, and then haina mambo mengi, haichoshi. So the way ukiangalia picha na reflect nini kinamaanishwa. Nimeweka background ya Sabasaba and then nimeweka picha pikipiki ambayo ndo theme ya kampuni. So kuna kitu kimoja nitaenda kwa kumalizia hapa, nita select picha ya huyu bodaboda hapa. Nataka pikipiki ionekane sana, background ni fiche kidogo, so nita select pikipiki kivyake. Nitachukua selection tool hapa and then nitaichorea hapa ili nipate pikipiki kivyake. So hii ni idea mpya, so the way ninavyokuwa nafanya design, napata idea mpya and then naifanyia kazi idea mpya, kwa sababu maybe naweza nikapata kitu kizuri zaidi ya kile ambacho nilikuwa nafikiria mwanzo. So napenda kufanya idea yote naipata kwa muda huo huo. So nitabadilisha tu and then nitachukua hii, maana kuna baadhi ya pikipiki kuna sehemu hazija be selected well, so nita correct to get the full selection of the motorbike. To make selection hapo, nita select pikipiki yote, to make selection kidogo bado kwenye tab. So unaweza kuzoom ili ku make sure unapata kitu kizuri zaidi na chenye uhakika zaidi. So tazama kwa ukaribu, tuangalie maeneo ambayo
hatuja select kama hivyo, ta select maeneo ambayo hatuja select vizuri. Make sure unakuwa makini kwenye pindi unapofanya selection ili kupata matokeo bora zaidi. So utachukua muda kidogo kufanya selection na kupata matokeo bora zaidi. So nita select hapo, imetoka nje, nitashikilia Alt kwenye keyboard option kwenye Mac ili ku deselect sehemu ambayo uliselect vibaya. Then baada ya hapo nita Control J. Baada ya Control J, so hapa na layer ya pikipiki and then na layer ya background. So nitachukua background, nataka niweke noise kidogo, so nitakuja kwenye filter, noise and then add noise. So nitakuja nitazoom ili nione matokeo. Nitaweka 21 mathalan. Halafu pia niweke blur kwa mbali, Gaussian blur. So tuone nini kitatokea. Like mwa kitu ambacho tumekipata. So nitakuja kuchukua kwenye option 1 hapo, nitakuja kuchange font. So nataka font tofauti kidogo, maybe hiyo hapo, and then itabadilisha color. Nitachukua rangi ya pili ya logo, select and then nitabinya okay, and then nitaiongeza size kidogo, nitabinya okay, nita align center. So heri ya sikukuu ya Sabasaba, heri ya sikukuu ya Sabasaba. So hivyo ndo namna ambavyo nimeweza kutengeneza poster ya Sabasaba. Nimetengeneza option 2. So karibu sana, endelea kubaki na mimi, endelea kufuatilia katika poster design, logo design na vitu vingine vyote kuhusu graphics, tips kuhusu graphics zote nitakuwa natoa kila siku. So endelea kubaki na mimi, endelea kujifunza mengi zaidi, na hii ndiyo poster yetu iliyokamilika. Thank you, asanteni.